ukurasa wa 3. Leo na tuna sisi wengine tunaomba tu iwe mwisho leo. Kama ambavyo niliwahi kuambieni kwamba hatufiki kote huko. Na kweli tunaona matumaini yangu yako leo. Sasa kwa sababu hili jambo kimahakama lilivyokaa, kweli kama unavyosema, inaweza kawa mwisho leo ama ndo tukaanza upya kabisa. Sasa sitarajii tukaanza upya kwa vile ambavyo tunayaona mambo, yani imetosha sasa kudhalilisha muhimili. Lakini pia imetosha kwa sababu tunaona serikali inavyopambana, Mheshimiwa Rais anavyoandaa mazingira ya maridhiano. Tusione soni kusema bwana hauna ya kujibu. Yani tusione soni. Mahakama ina maamuzi hayo kwa sababu inapima vitu kwa hoja. Yani kama mahakama haitaingiza siasa na kupewa maelekezo ndio kwa maelezo yale, nafikiri isione aibu kusema tu bwana hauna kesi ya kujibu hapo. Kwa hapa hatima ipo kwa DPP. Hapo hatima iko huko. Tunamtegemea kauli yake. Kama atasema ana kauli, manake mambo yanaishia pale. Au mahakama yenyewe pia ikasema kwamba hatuoni kama kuna mashiko, sio? Mahakama siku zile tu kwanza ilianza kusema kwa wanatosha 17. Huyu 18 asinani kwa sababu mpaka hapa tumeona kuna cha kujibu kwa mshtakiwa. Sio, nakumbuka? Ndio. Baadaye mshtakiwa akasema mnasema wapi? Imekuwaje? Kivipi? Leta. Wakasema basi tumeahirisha. Tukajadili vizuri haya mambo. Kwa hiyo kuna mambo mawili hapa leo. Kweli kama ulivyosema wameahirisha, ndio papa tukaambia umetosha tena, si ndio? Tunaweza kama ulivyosema tukaanza upya kabisa. Au kesi ikaisha, lakini kwa busara kesi ingeisha hii. Kwa nini busara kwenye sheria? Yani kisheria. Yani unajua nini hapa anachozungumza? Isi ndo kama hivyo kichaka pita na nguo. Ukianza kumkimbiza utaonekana wewe uliyechukuliwa nguo zako ndio azimo. Muona. Kwa hiyo busara naizungumza hapa ni kwamba itumike tu. Busara ya kuona kwamba mambo bwana inatosha. Kwa sababu tungefuata sheria, Lissu alikuwa hana kosa tangu siku ya kwanza alivyompeleka mahakamani. Kwa sababu hii kesi imekaa muda mrefu ambao ni kinyume cha utaratibu wa kesi za aina hii. Kesi za aina hii unampeleka mtu mahakamani ukiwa umejikamilisha kila kitu. Ndio maana ya kesi za aina hii. Kwa sasa mpaka kufikia hapa Lissu alikuwa hana hatia tangu kipindi hicho. Sasa kwa kuwa tuko hivi na tunaona kuna namna hii, tunasema busara. Kwa tukubaliane kwamba leo macho ya dunia yako Tanzania. Kwa sababu hii kesi imekuwa na interest duniani. Leo pale Masjala Dar es Salaam panatazamwa sana leo. Hengo tusubiri tuone kwa sababu pale ndo uwanja wa haki na ndo mzani wenyewe wa haki kabisa. Ambacho labda Shadrack inaweza kuungana na wewe na mimi nilighafirika na kukasirika. Ni ile tulikuwa nasikia vikundi vya watu vimejitokeza, wamechangishana si wanatoa gapi, wanachangishana hela za uwezo wa kuvita vyombo vya habari. Wanasema Chadema au Lissu akubali amwombe hivi, hiyo ya kuomba hiyo wamwachia atakuwa amejifunza. Umewe kukutana na hiyo kauli kutoka kwa watu walikuwa wazee mara pale atakuwa amejifunza amwachie wao. Ukiwaangalia, lakini kwa sababu ni wazee huwa tusemi vibaya sana kwa sababu ni wazee lakini wao wanahisi kila kitu. Lakini ukitaka sheria ishinde, unajua ni hoja kwa hoja. Sahihi. Sasa kama hoja zingine ni mfu, basi walio ambao hoja zao mfu waseme tumeshindwa. Sasa hiki ni ambacho hawataki watu, upande fulani hautaki. Hivi kuna mazingira ambayo mwenye nguvu anajiona na nguvu kila siku. Hata kama nguvu imemwishia. Ndio, na ndio maana nasema hiyo busara niliyosema hapa kwa sababu